Milima ya Kameno na Makuyu ilisimama kama mahasimu wawili waliokinzana kwa roho iliyoitenganisha. Katikati yao mto Honia ulijipenyeza kwa utulivu, ukiwa kama mshipa wa uhai uliobeba kumbukumbu za vizazi vilivyopita. Mto ulikuwa ishara ya uwepo wa adinasi Hoye kwa kuendelea kwa maisha licha ya migawanyiko. Swali ni je, mahaba kati ya Wayaki na Nyambura yataweza kustahimili misukosuko ya tofauti ya mila na desturi za aina hizi mbili? Na je, unabii wa Chege babake Wayaki utakuja kuwa kweli? Hujambo na karibu kwenye riwaya simulizi hii ya Mto Kati, yani The River Between, yenye mbuji na ushtiti kwenye kukuza lugha na shirafu ya Kiswahili, ikitambishwa na mie wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Kameno ilikuwa himaya ya mila na desturi za jadi za Gikuyu. Huko wazee walihesabu hekima za mababu na kuamini kuwa maisha ya wanadamu yalipaswa kuongozwa kwa mafundisho yaliyorithiwa kutoka kizazi hadi kizazi, maana mwacha mila ni mtumwa. Makuyu kwa upande mwingine ilikuwa imeanza kuzama kwenye mafundisho ya wamishonari wa Kikristo waliokuwa wamepakia kutoka nchi za magharibi. Madhehebu yalijengwa, shule zikang'oa nanga na fikra geni zikaanza kuota mizizi miongoni mwa wakaaji. Kwenye mazingira yayo hayo ya Kameno ndipo alipoishi kijarunga mmoja aliyeitwa Wayaki. Alikuwa mwana wa Chege, mmoja wa shaibu wenye heshima kubwa. Chege alikuwa mja mwenye chefu wa hekima na chifu wa maarifa ya historia ya jamii yake. Alisifika sana kwa weledi wake wa hadithi za mababu waliopigania ardhi yao na kuhifadhi utamaduni wao. Zaidi ya hayo, aliamini kuwa mwanaye alikuwa na hatima ya kipekee. Kwa kweli, mzee aliyejikongojea kwenye stori huona mbali kuliko mwana aliyejifaragua kwenye kilele cha mlimani. Chege alipiga darubini, jambo ambalo watu wengi hawakuweza kuliona. Alitambua kuwa nyakati zilikuwa zikibadilika. Alifahamu jamii yake isingeweza kupambana na mabadiliko ya kushikilia mila pekee, wala kwa kupiga pambaja kila jambo jipya bila kufikiri. Hivyo alimpeleka Wayaki shuleni ili angalau apate tonge la elimu ya kimagharibi, huku akijifunza siri na maadili ya utamaduni wa Agikuyu. Kadri miaka ilivyopiga hatua, Wayaki alianza kuwa chemichemi ya akili nyingi ambazo hazikuyumbisha dau la maarifa. Alikumbatia bidii za mchwa na hamu gundi ya kuona adinasi wake wakifanikiwa. Alijifunza kusoma na kuandika. Kamwe hakusahau mafundisho ya abu yake. Alielewa kwamba elimu ilikuwa silaha pevu katika dunia iliyokuwa ikibadilika. Kitongoji cha Makuyu aliishi Joshua, kasisi aliyefuma, aliyesuka na kutikisa kwenye anga za Kikristo. Joshua alikuwa ameikubali dini mpya kwa moyo ajmaina. Aliona mila nyingi za Gikuyu kama dhambi zilizochora ramani za upotovu. Aliamini kuwa wokovu ungepatikana kwa abadan katan kuziasi mila na desturi za Gikuyu. Alifundisha aira yake kufuata mafundisho ya Kikristo kwa misimamo thabiti. Joshua alikuwa na mabanati wawili, Nyambura na Muthoni. Nyambura alikuwa hururaini mwenye macho ya gururi, macho yaliyopepesa kwa hati nadhifu na aliyebarikiwa na ulibwende uliosukwa ukasukika. Alifuata nyuki, yaani mafundisho ya baba yake, ili amimine asali ya wokovu. Muthoni naye alikuwa mchoro wa king'ang'anizi, bonge la binti aliyekuwa na mtazamo finyu
uliojaa umande hasi. Alipenda dini ya Kikristo, lakini pia aliheshimu mila za mababu zake. Je, kauli ya mshika mawili bado husasisha moja kuponyoka au kupoteza vyote? Kadri alivyokuwa, Muthoni alianza kuota meno ya hekima kabla ya miaka yake. Alijiuliza ikiwa mtu angeweza kuwa Mkristo na wakati huo huo kubaki Mgikuyu wa mila. Swali hili lilimsururu kwa muda mrefu. Hatimaye uamuzi alioamua ulijenga ukuta kabla ya ufa kuwepo. Aliamua kushiriki katika tohara ya wasichana, jambo ambalo abu yake alipinga na ulikuwa mwiko kabisa. Joshua aliona kitendo hicho kama uasi dhidi ya Mungu. Alimuonya, akamkemea na hata akamfukuza kiamboni kwao. Hilo halikusikitisha fuadi wa Muthoni katu. Kwa maneno yenye uzito mkubwa alisema kwamba alitaka kuwa Mkristo wa kweli na Mgikuyu wa kufuata mila na desturi. Kwa hilo alikuwa amejichimbia kaburi yeye mwenyewe. Baada ya tohara, jambo la kusikitisha likatokea. Muthoni aliugua kwa muda. Hali yake ilizidi kuzorota na baadaye akaipiga dunia teke. Kifo chake kilienea katika vijiji vyote kama moto nyikani. Kwa watetezi wa utamaduni, ilionekana kama mkasa wa kawaida uliotumiwa vibaya na wapinzani wao. Badala ya kuleta maelewano, kifo hicho kiliongeza mgawanyiko. Waiyaki alisikitishwa sana na yaliyotokea. Alitambua kuwa chuki kati ya pande hizi mbili ilikuwa ikiongezeka kwa kasi. Aliona kuwa ikiwa hali ingeendelea hivyo, jamii ingeangamia yote katika shimo la sahau. Akiwa bado Ugulamu, alianza kuhamasisha elimu kwa jamii. Aliamini kuwa shule zingewasaidia waja kuelewa dunia mpya na kupata mbinde ya kujitegemea. Alianzisha shule katika maeneo mbalimbali. Vijana ainati walimfuata, Wavyere walimheshimu. Umaarufu wake ulienea katika mabonde yote mawili. Kadri shule zilivyoongezeka, ndivyo heshima yake ilivyoongezeka pia. Watu wengi walianza kumuona kama kiongozi wa baadaye wa jamii. Mafanikio yake Waiyaki hayakuwafurahisha wote. Miongoni mwa waliokuwa wakimwangalia kwa uwivu alikuwa Kabonyi. Alikuwa mtu mwenye tamaa ya uongozi. Alitamani kuwa kiongozi mashuhuri, lakini aliona kwamba umaarufu wa Waiyaki ulikuwa ukizidi wake kila kaski. Kabonyi alianza kutafuta baraste za kumdhoofisha. Alieneza vumi za shaka dhidi yake. Wakati mwingine alidai kuwa Waiyaki alikuwa karibu mno na Wakristo. Pia alikuwa anasahau mila za mababu. Aste aste, mbegu za mashaka zikaanza kupandwa miongoni mwa watu. Jambo jingine lililokuwa likikua moyoni mwa Waiyaki, alikuwa ameanza kummezea mate Nyambura. Mahaba hayo hayakuwa ya kawaida. Nyambura ambaye alikuwa binti wa Joshua, mmoja wa viongozi wakubwa wa Kikristo. Waiyaki alikuwa kiongozi mtarajiwa wa wale waliotetea mila za jadi. Uhusiano wa Nyambura na Waiyaki ulikuwa kama daraja lililojengwa juu ya mto wenye mawimbi makubwa. Nyambura alimpenda Waiyaki kwa haki na uongozi wake. Waiyaki aliona upole, busara na moyo wa maridhiano ndani ya Nyambura. Jamii haikuwa tayari kwa mapenzi hayo. Kadri uhusiano wao ulivyoendelea kufichuka, ndivyo upinzani ulivyozidi kuongezeka. Watu wengi waliona kwamba mapenzi hayo yalivuka mipaka ambayo haikupaswa kuvukwa. Wengine walihofia kuwa yangeharibu misingi ya imani zao. Ukoloni ulikuwa ukiendelea kuimarisha mizizi yake, ingawa haukuonekana moja kwa moja. Katika kila ukurasa wa simulizi, uwepo wake ulionekana katika kila mgogoro. Elimu mpya, dini mpya na mifumo mipya ya mamlaka, yote ilikuwa sehemu ya mabadiliko yaliyoletwa na utawala wa kigeni. Jambo la kusikitisha ni kwamba Mahuruku, Wakameno na Makuyu walijikuta wakipigana wao kwa wao
badala ya kutafuta njia ya kukabiliana na changamoto zikiwakabili kama jamii moja. Wayaki alijitahidi kuhubiri umoja ambao ni nguvu, kutengana ndiko udhaifu. Alisisitiza kwamba elimu ingeweza kuwaunganisha watu. Aliamini kuwa siku moja tofauti zao zingetatuliwa. Mara nyingi historia huwa na njia zake zisizotabirika. Kabonyi na wafuasi wake waliendelea kupanga njama. Walitumia hofu na hasira za watu dhidi ya Wayaki. Hatimaye walimshutumu kwa kusaliti mila za jadi kutokana na uhusiano wake na Nyambura. Siku ilipowadia, watu walikusanyika kwa wingi. Hewa ilikuwa nzito kwa taharuki. Watu walitaka majibu, wengine walitaka adhabu, wengine walitaka maridhiano. Wayaki alisimama kadamnasi ya watu kwa uchagina. Akiwa na Nyambura, aliamua kujitolea maisha yake kwa ajili ya watu wake. Msingi wa kuwa alikuwa amejenga shule, amehamasisha elimu na kuhubiri umoja. Alijikuta akihukumiwa na wale aliokuwa akiwapigania. Kwa mtazamo wa kifasihi, The River Between ni simulizi ya Afrika nzima katika kipindi ambacho kilikumbana na migongano kati ya urithi wa mababu na ushawishi wa ulimwengu mpya. Mto Honia unakuwa alama ya maisha yanayoendelea kutiririka licha ya migogoro. Kameno na Makoyo zinawakilisha nyuso mbili za jamii zinazotafuta utambulisho wake. Wayaki anakuwa mfano wa kiongozi anayetamani umoja katika wakati wa mgawanyiko, ilhali Nyambura anakuwa ishara ya matumaini yanayozaliwa katikati ya chuki. Ndiyo maana riwaya hii imeendelea kusomwa kwa miongo mingi. Inatukumbusha kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kujengwa juu ya mgawanyiko, ila hujengwa juu ya uwezo wa waja kusikilizana, kuheshimiana na kutafuta mustakabali wa pamoja. Hapo ndipo natia kikomo kwa leo. Hadi wiki ijayo, wakati kama huu, nimekuwa wako Mhandisi Ka Hega Mwangi Baraka.